kwamba wananchi hawajui wananchi wanajua vizuri kinachoendelea. Tusijidanganye kwa hili. Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Tuzuie uchaguzi. Afande CDF na kushauri zuia uchaguzi. Huu uchaguzi una mtego mkubwa sana. Umekiuka sheria, katiba ya nchi. Na sisi pekee upande wetu ndio tunaweza kuzuia. Neki hawawezi kwa sababu nao wanatufaika katika hili. Kwa mkuu wangu na kushauri usiingie kwenye mtego wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika. Na kama tukiruhusu tutakuwa tumekosea sana Watanzania. Huu uchaguzi una makashfa mengi, kashfa za rushwa, ubabaishaji kwenye kila sehemu, ubabaishaji. Sheria zinavunjwa. Hivi tujiulize, unaingiaje kwenye uchaguzi taifa likiwa limegawanyika? Hivi hatuoni haya mambo, hatuoni au tumeziba masikio yetu kwamba taifa limegawanyika? Mkuu, tusiruhusu taifa limegawanyika. Hili swala halina kificho, linaelezeka na linaonekana. Viongozi wa dini wameshauri, mzee Warioba, mzee Butiku, wameshauri sana juu ya haya mambo. Lakini watawala wameendelea kuwa na viburi, hawataki kuwasikiliza. Japo hawa wanashauri vitu vya msingi, hawataki kuwasikiliza. Maana yake nini? Kipi kinafichwa mpaka kulazimisha uchaguzi? Kipi kipo Ikulu ambacho kinalazimisha uchaguzi kufanyika? Mnaficha makosa yenu, hamtaki makosa yenu watu wengine wakichukua nchi makosa yenu yasijulikane. Kwa hili hamtoki. Hivi tunaingiaje kwenye uchaguzi ukiwa na kashfa kubwa nzito, wizi wa kula? Na kwa nini kauli nzito kama Mheshimiwa Polepole, ambapo NIDA amesema kwamba NIDA na NEC na sisi zimeunganishwa pamoja mfumo. Hii kauli haiwezi kupuuziwa. Hatuwezi kuacha ipite hivi hivi hata kidogo. Uchaguzi usimamishwe ili swala lichunguzwe.